Joseph Gaudes Sanka ni mkulima wa zabibu ambaye niko Dodoma Hombolo. Tunalima zabibu kule Hombolo na tunalima kiikolojia, kwa maana bado tunatumia mbolea za asili na vifukuza wadudu vya asili. Kwa sehemu kubwa bado hatupati changamoto kubwa tukitumia kwa njia hizo za asili. Na baada ya kulima mazao yetu haya tuna kiwanda kidogo cha wakulima, tumejiunga wakulima kadhaa, tunachakata. Na hii ilitokana kwa sababu ya soko la zabibu kuwa linasumbua na mazao kuharibikia shambani. Ndio maana tukaanza kuona sasa kupata mafunzo kupitia SIDO na kuanza kusindika, lakini bado tunazingatia sana afya ya mlaji. Tunasindika kiikolojia, kiasili kabisa, hatuchanganyi na makemikali, na hata mvinyo unaokunywa hapa ukiuona hauna makemikali yaliyochanganywa. Ndio maana hatuwezi kuhifadhi muda mrefu, na tengeneza kidogo na tunatakiwa tuutoe haraka, kwa sababu hatuna namna ya kuhifadhi kwa muda mrefu kwa sababu ya uchanga wetu pia, na hicho tunachozingatia kwenye afya ya mlaji. Baada ya kupata mafunzo kutoka shirikisho langu la vyama vya wakulima wadogo, nikagundua kumbe inatakiwa sasa nizalishe kiikolojia kwa sababu ya usalama wa afya zetu wenyewe na afya za mlaji. Lakini baada ya kupata mafunzo kutoka shirikisho ambalo mimi ni mwanachama, shirikisho la wakulima wadogo Tanzania SHIWAKUTA, tunafundishwa namna ya kulima kiikolojia na sababu za kwa nini tulime kiikolojia. Na ukubwa wa shamba la ekari 2 la zabibu ambalo kwa msimu wa kiangazi huwa tunatoa mpaka tani 15 mpaka 18, na msimu wa masika tunapata chini kidogo, tani 3, 4 mpaka 5 kwa sababu ya mvua kuwa nyingi. Lakini still tunaangalia sana msimu wa kiangazi kwa sababu ndio msimu ambao unaweza ukapanga vizuri na ukahudumia shamba lako vizuri na visumbufu visiwe vingi kwa sababu ya kutokuwa na mvua. Ndio maana tunaangalia sana msimu ule wa kiangazi, na ndio tunapata zabibu bora ya kutoweza kutoa mvinyo bora kama huu. Kilimo cha zabibu kwa ukubwa wa shamba nililonalo, kwa kweli naweza kuingiza milioni kuanzia 15 mpaka 20 kwa ukubwa wa shamba langu kwa kulima hivyo kiikolojia, sababu tunatumia sana samadi na majani kwa mwaka mmoja. Faida inakuwa kubwa kwa sababu ukiweka mbolea ya samadi ya kutosha utachanganya na majani, maana sisi tunachanganya pia na majani makavu, tunaweka mbolea humu unachanganya na majani, basi ardhi inakuwa nzuri na nguvu ya uzalishaji inakuwa ni kubwa sana, hasa kwenye zao la zabibu. Linataka sana nguvu kubwa ili uweze kupata matunda makubwa kama unavyoyaona, matunda makubwa yenye afya ambayo yanaongeza kilo. Kwa unaweza ukalima eneo dogo lakini ukapata kilo nyingi kulingana na maandalizi ya ardhi ulivyoiweka tayari kwa kuzalisha. Masoko ni hapa hapa, kwa sababu nilishasema awali, baada ya soko la zabibu kuwa linasumbua tukaanza kusindika wenyewe. Kwa hiyo soko letu ni sisi wenyewe pia, na baadaye tunauza mvinyo kwa watu wengine lakini wa ndani hapa hapa. Na washauri sana wakulima wenzangu wa zabibu tuendelee kufuata taratibu za kilimo ekolojia, kwa sababu kwanza kinapunguza gharama za shambani za uendeshaji, lakini pili ni salama kwa afya zetu baada ya mazao kuwa yako tayari, na hata zabibu yake inatoka ikiwa nzuri, ina afya njema sana bila makemikali.